6. Kwa hiyo nikupe neno la Mungu ambalo litakusaidia kutembea katika mwaka huu, ukatembee kwa ujasiri, ukatembee ukiwa unajua si tu unatembea peke yako, bali yuko Bwana pamoja nawe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Sauti zenu zinakuwa chini sana, sijajua mnakuwa mmeconcentrate kwenye kuandika na kufanyaje. Basi Bwana Yesu asifiwe. Sikia sauti nyingi. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ujumbe wa neno la Mungu unasema, elewa nafasi yako kwa Mungu. Elewa nafasi yako kwa Mungu. Tafsiri nyingine kulingana na somo tunalokwenda kujifunza, elewa usamani wako kwa Mungu. Elewa Mungu amekuweka eneo gani. Wakati mwingine tunaweza kuishi maisha ambayo sio mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu sisi wenyewe hatujui Mungu ametuweka sisi kwenye nafasi ipi. Basi ukawa unajipa nafasi ya chini sana, nafasi ya chini, wakati yeye Mungu amekuweka nafasi ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana amekuweka nafasi ya juu, alafu wewe unatumika katika nafasi ya chini. Somo letu tulipata kwenye kitabu cha Nabii Isaya mwana wa Amos. Nabii Isaya mtoto wa Amosi. Nayo tutasoma mistari kadhaa kwa kurukaruka, ambayo haizidi mistari 7. Haizidi. Biblia inasema katika Isaya 54 mstari wa 4. Tuanzie huo mstari wa 4 mpaka 6, lakini tutakuta mstari wa 11 na wa 14. Hapo tutakuwa tunamaliza. Kuna mtu ameiona, naweza kunisomea? Naamini mmeiona, ila sasa ndio hivyo confidence kwamba naweza kusoma tu. Haya, nasoma mwenyewe. Usiogope, maana hutatahayarika, wala usifadhaike, maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashtumu ya ujane wako hutakumbuka tena. 5, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana
wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunisha na kuhuzunishwa rohoni kama mke wakati wa ujana atupapo, asema Mungu wako. Haleluya, amen. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Mungu alikuwa anazungumza na Waisraeli ambao leo hii hatulisemi taifa la Israeli, isipokuwa tunawasema watakatifu, kwa sababu imedhihirishwa kwamba Israeli, mtu yeyote aliyempokea Kristo amekuwa Mwisraeli katika roho, amekuwa Mwisraeli katika roho. Kama Israeli walikuwepo wengine walikuwa wanaitwa Waebrania, sasa nawe ni Mwebrania, nawe ni mzao wa Yakobo. Haleluya, amen. Kwa hiyo Israeli inayosemwa sasa, inasemwa ni wewe pamoja na mimi. Bwana anasema usiogope, maana hutaaibika. Katika mwaka 2026 usiogope, kwa maana hutaaibika. Hutaaibika wala hutatahayarika wala hutafadhaika, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, aibu ya 2025, aibu ya maisha yako yote ya nyuma utaisahau. Katika hiyo utakuwa jasiri, katika hiyo utakuwa jasiri, utakuwa hodari, kwa sababu kinachoweza kumtia mtu hofu ni yale maisha aliyokuwa anaishi tangu jana, yanayofahamika kwa yeye na wanayafahamu watu, kwamba maisha yale bado anayo, yale yanamwondoa mtu ujasiri. Anaona mateso ya jana bado anayo, yanampa kufadhaika. Anaona yale aliyopitia jana na leo anayapitia, yanampa mtu huyo huzuni, yanamletea ufadhaiko. Sasa Bwana amesema usiogope. Ana mpango wa kukomesha hayo uliyoyaona wakati wa ujana wako. Hapa ameitumia lugha ya ujana, lugha ya ujana, kwa sababu kila mtu kadiri miaka inavyoenda mbele ndivyo anavyouacha ujana na kuelekea uzee. Kwa hiyo tukishausema jana tunausema ujana na kesho tunausema uzee. Amen, amen. Kwa hiyo tukishaisema jana tunasema ujana, tukishasema kesho tunausema uzee. Kwa hiyo Bwana anaitumia jana kama ujana. Utakumbuka mateso na aibu za ujana wako. Pia mashtumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Mashtumu ya ujane wako, ujane uliozungumzwa kwenye Biblia, umezungumzwa ujane wa mtu asiye na mume, lakini mume wetu sisi ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu amekufa, amezikwa, sisi sote tulibaki wajane. Wanafunzi wake
wakajificha ndani ili wasikutwe na Wayahudi waliomtesa Yesu, na sisi wataanza kututafuta kwa sababu tulikuwa wafuasi wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo wale wanafunzi walifananishwa na mjane aliyeachwa na mumewe. Kwa tuliitwa wajane tusio na msaada. Sasa Bwana anasema utayasahau mashtumu ya ujane. Siku alikushutumu walipojua huna mtu wa kukusemea, kwa sababu Bwana amekutambulisha wewe. Unauona huo mstari wa hapo mbele tumeusoma, anakutambulisha wewe kama mke. Hapo hapana mwanaume, hapana mwanamke, wote wanaitwa wake wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wote ni wake wa Mungu. Kwa hiyo utayakumbuka yale ambayo ulishutumiwa kipindi hicho, yale ambayo yalikufanya uteseke kipindi hicho, yalikunyima amani, yalikuondolea amani, yalikuondolea furaha. Mashutumu uliyoshutumiwa, mara huyu mtoto sio wetu, mara huyu, mnajua mashutumu ya ujane, mara umepita kadi ya mtoto wetu, mara wewe umeiba pesa mtoto wetu, mara bila kujali wewe ndiye mke na wewe ndiye utakayelea watoto, ila wamekujia wanakushtumu, mara wewe ndiye uliyesababisha mtoto wetu amekufa, ukutoa taarifa mapema. Utayasahau mashutumu ya ujane wako, kwa sababu atakuwa amekuja, kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na wewe, kwa sababu Bwana hatakuacha wala kukupungukia, kwa sababu Bwana atakuwa msemaji wako. Amesharudi sasa. Yule waliyesema amekufa kwa sababu yako ameshakuja. Kumbe hakufa, alikuwa amelala tu. Kumbe yeye alikuwa na ajenda yake, alikuwa amelala ili aangalie hawa watu wanamsemaje mtu wangu. Sasa amerudi tena, anasema usiogope. Haleluya. Sasa ametoka tena katika wafu, anasema wewe uliyeitwa mjane, nimekuja tena mkombozi wako, nimekuja tena mume wako. Wala hutayakumbuka mashutumu, kwa sababu yeye atakomesha yale waliyosema. Yeye atakuja, yeye mwenye ushahidi wa kwa nini alikufa, ya kwa nini hakuna fedha, hakukuwa fedha kwenye msiba. Yeye atasema hakukuwa kadi ya benki, mimi sikuwa na hela zote benki. Atasema sio yule aliyenichelewesha, isipokuwa ni mimi mkatalia nisiende hospitali. Sio huyu aliyefanya kile na kile, wala sio huyu, wala sio yule, wala sio kwamba mtoto sio wetu, huyu ni wa kwetu. Atakomesha mashutumu yale yote aliyokuwa mashutumu yako, atayabeba. Haleluya. Atayachukua huyu aliye mwanaume ambaye amekuja kwa dhamana yako, atakuwa dhamana yako, lakini ujue nafasi yako kwa Mungu. Mungu anakusamini. Haleluya. Mungu anakusamini sana. Anapolisema neno usiogope, anakuwa anaongea na mtu ambaye akishaelewa ataamini kwamba huyu Mungu hakika kwamba neno lake halijawahi kujipinga. Yeye akisema anakuwa amesema. Yeye akisema sitakuacha, hakuachi. Yeye akisema nitakuwa na wewe, anakuwa na wewe. Yeye akisema adui zako ni adui zangu, hakika yake adui zangu ni adui zake. Hakuna neno litaenda tofauti na neno lake. Anasema katika Isaya, neno langu ni kama mvua ishukavyo na seruji, hilo neno likishuka halitanirudia mimi mpaka iliyatimize makusudi. Kama nilituma neno kwako ya kwamba usiogope, nitakuwa pamoja nawe, nitakomesha mashutumu, nitakomesha aibu yako, hakika yatakoma. Haleluya. Hayo mashutumu yote, hayo maneno yote ambayo yalikuwa tanzi kwako, yalikuwa yanakunyima amani, yanakufarahisha, hutayaona tena. Lakini elewa, wengine wamekusemea, umesikia
kwa masikio ya nyama na kwa masikio ya roho. Yaani tukiwa umevuka mwaka, unaona giza mwaka 2026, unaona vita na inapamba moto. Mara unasikia anasema eti ndugu yako anataka kuchukua kafara mwisho wa mwaka huu, anasema mwaka huu lazima hutatoboa, anasema si kwenda karibu. Maneno mengi unayasikia. Nakwambia Bwana anasema usiogope. Unayasikia, utayasikia. Neno la Bwana linasema usiogope, kwa sababu yeye amekuja kukomesha. Yeye amekuja awe mume wako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu tunayemtumikia, Yesu uliyempokea, sio kama mume mimi na mama mchungaji. Yamkini hapa nikisikia mshindo wa aina yoyote, naweza kukumbuka nilikuwa na mke wangu nikiwa nimeshakimbia, nimeshanusurika, niko salama. Na atakumbuka nina mume wangu akiwa yuko salama. Hivi atakuwa yeye ameenda wapi? Ndio ataanza kuangalia simu na yeye nilisahau. Hivi nani anipe habari zake kwamba yuko wapi? Ameshatoka kwenye tukio. Lakini Yesu yeye hatakuwa hivyo. Yeye atahakikisha, anajitambulisha, anasema ya kwamba yeye sio mchungaji wa mshahara. Mchungaji wa mshahara yeye hukimbia wakati simba na mbwa mwitu wanapoinukia kondoo, hukimbia akawaacha kondoo. Ila yeye husimama mbele ya kondoo, hupigana vita kuhakikisha mpaka vita ya mwisho mwanake amebaki salama. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo usiogope. Bwana anasema yeye amekuwepo pamoja na wewe ili akomeshe yale ya ujana, yale ya ujane, yale uliyoyaacha, yale uliyoyaona hutayaona tena, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Hutayasikia tena, kwa sababu Bwana atakuwa faraja yako. Watakapoinuka ili wafanye kitu kwako, Bwana atainuka afanye kitu kwao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Wewe ni mtu wa thamani mno mbele za Mungu. Unapendwa sana na Mungu. Nilikwambia hata kuwapa vichwa wachawi, hata kuwapa manundu wachawi wanatembea mbele yako kama mabosi, hata kuwatetemekea, hata kama wewe uko peke yako. Wamesema kushoto kwako ni mchawi, kulia kwako ni mchawi, mbele yako ni mchawi, nyuma yako ni mchawi, umejenga katikati yao. Wala usiwape kichwa. Sikia, mchawi amebeba roho ya adui ndani yake. Amembeba shetani ndani yake, roho ya shetani. Ndani yako wewe umebeba roho wa Bwana. Sasa roho wa Bwana ana nguvu, hakuna roho inayoweza kupenya kwa huyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nakwambia usiogope, elewa. Wewe tutakumsaidia yule roho wa Bwana aliye ndani yako. Ba roho ya ushujaa na uhodari. Nenda mbele. Songa mbele. Unataka kufanya biashara, wasikwambie wachawi, wasikwambie si anatuma ulete, wasikwambie si anaendaga wapi Sumbanga, wasikwambie si anaendaga Nigeria, wasikwambie si anaendaga wapi ulikojua kuna wachawi waliobombea. Wewe isikutese. Bwana anasema usiogope. Wewe nenda kafanye kazi katikati yao, na utatoboa katikati yao, utachanua katikati yao. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katikati yao unastawi, katikati yao unachipua, katikati yao utakula chakula kizuri, katikati yao utavaa mavazi mazuri, katikati yao utajenga nyumba nzuri, katikati yao utamiliki gari, katikati yao hata kama watasema amejenga nyumba nzuri hata kaa, na kuambia hawakai waliolaniwa. Wewe hujalaniwa, wewe ni mbarikiwa, utajenga nyumba na utakaa humo.
Utanunua gari hata watakaposema maneno yao, wala hawatakutoa. Utatembelea gari lako miaka nenda, wewe utakuja kutoka kwa habari zingine, sio kwa habari ya gari. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana anakupa neno, usiogope. Yeye amekuja kukusahaulisha yaliyopita. Ili ya kusahaulisha yaliyopita, ni lazima uelewe nafasi yako kwa Mungu. Kwa mimi napendwa na Mungu. Mimi nimembeba Mungu. Mimi ni chombo cha Mungu. I'm instrument of the God. Wewe ni chombo cha Mungu. Hicho chombo kimembeba Mungu. Hicho chombo hakiwezi kupasuliwa, kinalindwa na mwenye chombo. Sasa ili Mungu atende kazi sawa sawa, lazima wewe ujichue unaye Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. 11 anasema, ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tofali, usiyetulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi. Niende na wote kwanza. Wewe uliyeteswa, wewe uliyerushwa, wewe ulionewa hapo kwanza, Bwana anasema ataweka mawe kwenye mipaka yako, mawe ya rangi nzuri, mawe ya dhahabu, mawe ya yakuti, mawe mazuri ambayo kila atakayeona ataona niingia hapa, yamkini pana mambo mazuri, na akija atakuta hakika mambo mazuri. Atakuja watu wazuri, watu wanaofanana na eneo ambalo naishi, kwa sababu eneo linamtambulisha anaishi hapo. Kwa mahali unapokaa wewe utaonekana anayekaa hapa si mtu wa kawaida. Watakuja watu ambao sio wa kawaida, watatoka watu toka mbali, wanakuja kwako kwa sababu wanajua hapa tunaweza kutulia. Watu waliochua ni wenye heshima, watasema nipelekeni pale, tumeona hali nzuri ya hewa iko pale, tumeona mahali pale tunaweza kutulia, tumeona pale pana usalama, tumeona pale ni pasafi. Watasema pako na huko kukaa pako sawa. Kwa watakuja watu salama, watu wazuri, watu waliobeba utajiri wako, watu waliobeba majibu yako. Wanapokuja ili watu wakusalimie tu, watu wapumzike kwako tu, wamesema tuombee nyumba ya yule mtu ili tukatulia kwake, kwa sababu tunaona usalama kwake. Ndipo wanakutana na wewe tena, wanakuta kumbe hawakuja kwa ajili yao, wewe ulikuja kwa ajili yako. Wanaona kuna changamoto, ndipo wanasema hii changamoto tunaichukua kwa jina la Bwana wa majeshi. Ukayaone mawe mazuri, ukayaone mawe ya dhahabu yanayovuta watu, yanayokaribisha wageni, yanayovuta watu salama, yanayovuta watu na baraka zako, kwa jina la Bwana wa majeshi hai. Kwa kweli naona nasema leo tunanishangaa. Huyu bwana huyu mchungaji naye huyu, yaani wewe mchungaji huyu sasa ndio ndivyo hivyo au ndo? Sasa nakwambia Bwana atashangaza maisha yako. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nami nitaifanya imara, nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu, na malango yako ya almasi, na mipaka yote ya mawe yapendezayo. Wewe Bwana ataweka malango yako yawe ya almasi. Hayo malango aliyosema, malango yako yatakuwa wazi mchana na usiku yatafungwa, ili watu wa mataifa pamoja na wafalme wao waje na utajiri wao mikononi mwao. Hasa hayo malango yako badala ya kuwa wazi atayaweka malango ya almasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ataweka mipaka, kuta zako ni mahali pa kupendeza. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Usiogope, usiogope. Dar es Salaam, yaani ukiangalia hivi, yaani unaangalia katika 100 watatu naona uimbaji wa injili ndani yao, watatu naona wainjilisti ndani yao, wengine wote wanaona ukahaba, wengine wote wanaona vitabia vya ajabu, wengine wote unasema mtoto wangu atapita wapi? Mtoto wangu ataishi na nani? Mtoto wangu atachukua tabia ya nani? Bwana anasema watoto wako watafundishwa na nani? Na Bwana. Watafundishwa na wewe tabia, wewe ushije, wewe utembeze, wewe uweze, watafundishwa na Bwana. Sema amen. Amen. Watoto wako watakuwa sababu ya wengine kumjua Bwana. Watoto wako watakuwa sababu ya wengine kujua habari za Bwana. Watoto wako hawatabadilishwa na mazingira, ila watabadilisha mazingira. Haleluya. Amen. Watoto wako hawatabadilishwa na mtu, ila watabadilisha watu. Pokea nguvu ya kubadilisha kwa jina la Yesu. Watoto wako, uzao wako, wapokee nguvu ya kubadilisha mazingira. Yasiyabadilisha watoto wako. Wamekwenda shuleni wapi kusoma, watakapofika kwenye eneo hilo, hata kama watoto wengi wameharibika, eneo hilo likae salama, kwa sababu mtoto wako aliyefundishwa na Bwana na anafundishwa na Bwana anaingia katika eneo hilo, atabadilisha eneo hilo, wote wakaona wema wa Bwana. Haleluya. Watoto wako watafundishwa na Bwana, wala usiogope. Bwana wa Mungu, sikia, kama Bwana aishivyo, akakupa nguvu ya kuyashinda mazingira ya kazini kwako, akakupa nguvu ya kushinda marafiki unaofanya nao kazi, akakupa nguvu ya kushinda majirani zako, akakupa nguvu ya kushinda kila maeneo unayokanyaga, kwa sababu nimekuambia wewe ni chombo cha Bwana, lakini wewe ni vyombo vya adui. Kazi yao ni kumbadilisha huyu, kumleta kwenye makusudi ya adui. Sasa atakapojinasa mmoja wapo, atakutana na wewe, akajikuta automatically anaanza kubadilishwa, anaanza kumwamini Bwana Yesu, anaanza kumpata Yesu, anaanza kuamini wewe unaabudu wapi, anaanza kukufuata, sio wewe kumfuata. Katika jina la Yesu, pokea nguvu ya kuvuta, pokea nguvu ya kuvuta, pokea nguvu ya kubadilisha kwa damu ya Mwana-Kondoo aliye hai. Hutabadilishwa kwa sababu wewe unaye Bwana mwenye nguvu. Elia anasema ninyi ni manabii wengi, manabii 400, ninyi wote, ninyi manabii wengi, nimebaki peke yangu nabii wa Bwana. Lakini katika huyo mmoja na hao wengi pamoja na ambao hawakuwepo, walipatwa na nguvu ya Mungu. Mungu akawadhihirishie watu walio upande mwingine, akadhihirike kwako kwa moto, akadhihirike kwako kwa kukuinua kutoka chini kwenda juu, akaonekane kwako kwa kuikuza biashara yako, akaonekane kwako kwa kuona unakula unashiba katikati yao. Ndipo akasema Mungu akuabudiwa ni Mungu wa mama huyu, Mungu akuabudiwa ni Mungu wa baba huyu, Mungu akuabudiwa ni Mungu wa nyumba hii, katika jina la Yesu wa Bwana wa majeshi. Sema amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Uwe na nguvu. Mwaka 2026 ukawe mwaka wa mavuno. Wewe uvunu ila unavuna. Ukawe mwaka wewe kuvuta uvutu. Kila tukipita katikati yako kama sumaku na uvuta, anavuta pa, ananasa na unaenda naye. Kila tukipita mbele yako anapata pa, uso wako ukawa na sura ya kuvutia, ukawavuta watu kwa maneno yako, ukawavuta watu kwa ongea yako, ukawavuta watu kwa kauli zako, ukawavuta watu kila unapopita watu waseme wewe unaabudu wapi. Kwa
sababu Bwana amekusudia kuimarisha mawe yako kwa rangi nzuri. Mawe yako ni uso wako, mawe yako ni kinywa chako, mipaka yako ni mawazo yako na akili zako. Bwana akapanue mawazo ya akili zako, uanze kujitambua wewe sio mtu wa kawaida, wewe sio mtu wa chini, wewe ni mtu wa tofauti, wewe ni kiumbe ambaye wewe sio wa kawaida. Haleluya, amen. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Hata unapoona unaona mambo mengi, neno la Bwana linakwambia usiogope. Amekutambulisha huko atakufanya nini, lakini msingi usiogope. Huko kiwa unaelewa nafasi yako wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni chombo cha Mungu, wewe umembeba Mungu. Kule kuogopa kwako unamfanya Mungu awe dhaifu, unamfanya Mungu awe dhaifu. Ule uoga wako kwa nini namwambia Yoshua uwe hodari na moyo shujaa, kwa kuwa wewe ndiye utakayewarithisha watu hawa katika nchi ile niliyowapia baba zao Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Anamaanisha ili Bwana awe na nguvu za kuangusha ukuta wa Yeriko, ili Bwana awe na nguvu za kukausha bahari ya Shamu, ili Bwana awe na nguvu ya kuwafukuza wale wenyeji wa Kanani, lazima awepo mtu aliye hodari na moyo wa shujaa, anaweza kusema hapa tunapita, hapa tunakwenda, hakuna kitakachotuzuia, tunaye Mungu. Anasema ambia hakuna, siogope chochote, kama nikufa nitakufa. Siwezi kujitetea kufa, nitakufa. Ila kama nitakufa nataka nifie nikiwa naitetea Injili. Nataka nife nikiwa nataka heshima ya Mungu ionekane. Nataka kama nikufa nife nikiwa natetea heshima ya Mungu wangu niliyobeba. Siwezi kumaibisha Mungu wangu. Unasikia kwa masikio yako wanasema wataonaga, watakuwa hivyo hivyo walivyo, hawataongezeka, watakuwa hivyo hivyo walivyo. Bwana akakupe akili, akakupe ufahamu na maarifa ya kimungu yanayoanza kuelewa nini nyavu ya kuvua watu, nini kinaweza kumattract mtu akaja hata kama alikuwa hataki, nini kinaweza kuwa source ya yeye kuja mahali hapa. Haleluya. Utakapokiona wala usiseme ni nani, utasema ni mimi ndiye natakiwa kufanya sababu ya watu kuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona sababu ni kwamba wanasema hawana vyombo vizuri, wanasema hawana vinanda, wanasema hawana drums, wanasema si nyumba ile haijapauliwa, haijaisha, kwa hiyo mnakuja. Wanasema okay, sawa, hakuna shida. Kinachoweza kuzuia watu wasiende pale ni kwa sababu ile nyumba inakuja wakati wa mvua, ni kwa sababu hatujamaliza pale kupaua. Aisee, hata kama sio jengo letu tunalifunika, tunalikarabati, tunaondoa ile ulicho kikwazo ili watu waendelee kuja, ili watu waendelee kuingia, wote heshima zote. Ile nyumba tunaibadilisha, tunaipiga na rangi, ile nyumba tunaichange ile na muonekano mzuri, ili watu wakiona waone hapa panafaa kukaa. Tutafanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia okay? Mchungaji wa pale hatumjui, tungeenda ili mchungaji ajulikane tunafanyaje? Ili mchungaji ajulikane tunafanyaje? Hawajui ile mchungaji, hawajui kumsikia na hawataki kwenda. Sasa mchungaji anatakiwa kuwafuata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji anatakiwa kuwafuata. Anawafuataje? Ndio tengeneze mfumo wa injili masokoni. Sasa injili masokoni zinahitaji pesa, kwa sababu tunahitaji kubeba vyombo kupeleka, tutahitaji kupata vitu mbalimbali, vitendea kazi vya masokoni. Tutafanya. Yaani wewe unasema tutafanya. Haisee. Pia naona mtu mmoja ambaye amebeba ujasiri anasema tutafanya, kwa sababu hii akili sio yangu. Bwana amenisikizisha kwamba watu kwa nini hawawezi kuja, eti kwa sababu ya mchungaji. Sasa tunafanya, tunawapelekea mchungaji ili amuone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kila sababu, kila hatua tunatakiwa kwenda, usiangalie kwamba mimi ni nani. Iwe kwa kuomba, iwe kwa kutenda. Tutaomba
na kutenda, tutaomba na kutenda, tutaomba na kutenda, kwa sababu sisi ni chombo cha Bwana. Kwa usiogope kwamba hivi itakuwaje, hivi itakuwaje, hivi itakuwaje. Wazee wanasema tutahakikisha lile kanisa, na wanakusikizisha. Yaani ukishasikia tu sema wanajisumbua tu. Bwana atakwambia walipofunga, kwa sababu wao hawana uwezo wa kufunga tu. Wanafungaje? Wana aina zao, wanatutenda kwa akili, hawaji kwa nguvu. Wanachokifanya, wanaweka kitu ambacho ni nani attracted, akiwavutia watu, kinawapinga watu. Kwa wanaweka uchafu. Naposema uchafu, sio ule unaweza kuona. Wanaufanya mchungaji au kama mtu wa mnyonge ambaye yani anaonekana kwao ni kama si vitu, wanaweka unyonge. Sasa ninyi mnatafuta sosi ya unyonge wa mchungaji ni nini? Appearance ya mchungaji hiyo inaonekana sio sawa, ni nini? Bwana anakuambia kwa sababu umeingiza wazo la ni nini. Anakuambia chanzo ni hiki, kinaondolewa. Mchungaji ana nguvu, watu wanaanza kumwona yule pasta. Watu hawaji, angani mbele miujiza yao, wana mateso yao hawaji. Wanaona nini? Wanaona adui ameweka kitu. Haleluya. Amen. Adui ameweka kitu. Usione kinang'aa, kimegharamiwa. Sasa usione mtu amekwenda, kuna kitu kimegharamiwa kilichomuonyesha. Kuna kitu cha kumleta mtu, kuna kitu cha kumsogeza mtu, kuna kitu cha kumwonyesha mtu kwamba hapa yawezekana kweli pana Mungu. Anapokuja anakuta kweli pana Mungu. Adui asitupandikize vitu katika mwaka 2026 vya kubahatisha. Yaani kutana na mtu wa kubahatisha, hata wao pia wanasema alibahatisha tu, kwa sababu adui amewekea kubahatisha. Sasa sisi hatutabahatisha, kwa sababu tutashinda hata hiki ambacho wanaona ni kama hatuwezi, tutashinda hata hiki ambacho wanaona hataweza, tunashinda na hiki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati niwahi kusema maeneo fulani ni Mbeya. Nikasema wanangu, sometimes yaani ukuwa na mpango kabisa wa kununua gari. Wanajua hapa tunachekecha hapa, tunaingiza maskini tu kanisani, kwa sababu wanajua wote ni maskini. Tajiri anaenda kwa matajiri. Kinachoweza kumwonyesha mtu kama hapa panaonyesha ni nini? Sio kutembea njiani, ni gari. Nanunua gari kwa ajili ya Bwana. Yaani hii ni kwa ajili ya Injili. Nanunua gari na yaani sikuwa na shida ya kununua gari, ila kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Amen. Yaani sikuwa na mpango wa kuvaa vizuri, kuvaa suti nzuri, kupendeza kwa vizuri, lakini kwa sababu mavazi pia yanamuonyesha mtu kwamba watu waliokuwa sio wanyonge, mavazi naanza kuvaa vizuri. Aise, muonekano unakutambulisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwani mchungaji anafikiri mimi kuvaa jinsi kaushi na nini? Yaani kuvaa kwa kina kwa nimetenda dhambi. Lakini kibaya ndio hapa mbele nimetenda dhambi mimi. Hakuna dhambi. Ila nataka kukuonyesha kwamba Mungu wangu sio hivyo. Mungu wangu ni wa kupendeza. Mungu wangu ni wa kung'aa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na wewe hivyo hivyo. Na wewe hivyo hivyo. Na wewe hivyo hivyo. Na yeye anafanya vitu kwa ajili ya Bwana. Wewe ushindani na dunia hii kwa namna ya wewe na dunia. Uonyeshe wema wako mbele za watu ili watu wakuone wewe ni mwema. Unamuonyesha mtu ili amjue Mungu wako. Yeye anaamua tu kufanya kitu, sio kwamba ili akusifu, ili amsifu Mungu. Unamwambia Mungu, mimi nataka kununua hiki kwa sababu nataka watu wajue umenibariki. Unaenda kununua. Mungu, nataka mimi niishi maisha haya kwa sababu watu wanaponiona hivi wanaona mimi kweli nimebarikiwa. Unafanya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Usiogope. Mungu yuko pamoja nawe. Hata kuacha wala hata kupungukia. Hutaaibika wala kutahayarika. Hakuna kitakachokurudisha nyuma. Bwana ameahidi mkono wake ukae pamoja nawe
siku zako zote. Amen. Bwana abariki neno lake. Amen.